na ndiyo somo kuu katika masomo yote ya dini ya Kiislamu. Mtu anaposoma somo hili akalijua, anakuwa kwa kweli atachukua nafasi kubwa sana katika kuijua dini yake, na itaonekana ndani yake wakati mtu atakapokuwa anasoma. Insha Allah tutapata faida sisi tunasomesha, na mtapata faida wasikilizaji na wasomaji. Na faida hizo ndio zitakazomfanya mtu kuweza kutengeneza muamala wake kati yake yeye na Mola wake, kati yake yeye na binadamu wenziwe. Ndio muhimu wa somo hili, kwa sababu linamfanya mtu kujijua nafasi yake aliyonayo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la mwanzo alilolitaka, na ndio maana hata unaona hapo akitokezea tu mtu si Muislamu, la mwanzo anaambiwa kwanza aslim. Kuslim maana yake ni kuingia katika Uislamu, na kuingia katika Uislamu kuna sura mbili. Sura ya kwanza ni kupata ule msingi mkuu wa dini ya Uislamu, ambayo ndio maana pale atakaslim sasa hivi tunamwambia, tunamtamkisha shahada kwa kumwambia bwana, haya tamka shahada kwa nia ya kukusudia kuingia ndani ya, kwa sababu tumeambiwa innamal a'malu binniyat. Mtu anaweza katamka shahada, shahada hata kama ni kafiri, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, lakini haingii kwenye Uislamu kwa sababu hakuwa na nia ya kuingia kwenye Uislamu. Lakini ili aingie, maana yake wakati anaingia anatamka tamko na nia yake, kusudio lake ni kuingia katika, huyu ndo atakuwa Muislamu. Sasa hili tamko hili tu akilitamka, hili tamko hili katika Uislamu linasema kwamba hii dini ya Uislamu katika upande wa akida imegawika mafungu mawili. Imegawika mafungu. Fungu moja linamwezesha mtu kumpatia msingi wa Uislamu, lakini huwa sio kwamba litatosheleza, lakini linampatia msingi wa kupata Uislamu. Ndio ile la kutamka shahada kwa yule ambaye alikuwa si Muislamu. Akitamka tu hata kama hajafanya chochote, hajui chochote, lakini kwa kutamka na kukubali kumjua Mwenyezi Mungu na kukubali kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja anahesabiwa kwamba ni Muislamu. Kwa hivyo Uislamu unamdhamini moja kwa moja. Kwa mfano hapo katamka, hapo kafa peponi, hajafanya amali yoyote, na pengine ana mizigo mizito aliyokuwa kaifanya nyuma, lakini Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema al-Islam yahdimu lima qablahu. Uislamu mtu kwa maana akiingia unavunja na kubomoa yote yaliyopita nyuma yake, hata kama kafanya kiasi gani cha makosa, basi yote yanabomolewa, na kwa hivyo akifa tu pale pale anakuwa ni Muislamu. Kule kumjua Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mdhamini moja kwa moja kumuingiza kwenye Uislamu, na akifa anakufa akiwa ni mtu wa peponi na hajafanya lolote. Hii sura ya kwanza. Sura ya pili, ambazo hizi zote mbili tunazitaja ni fardhu ain. Katika Uislamu tunajua tuna fardhu ain na fardhu kifaya. Fardhu ain ni ile ambayo mtu inamhusu yeye mtu mwenyewe kuitekeleza, hawezi kutekelezewa na mtu mwingine, lazima aitekelezee mwenyewe. Miongoni mwa hiyo hii moja, atamke yeye mwenyewe shahada na kukubali kumjua Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi imembeba. Sura ya pili ni kutamka haya ambayo nayo ni fardhu aini vile vile, lakini pamoja na ziada. Kwa mfano huyu ndio kishaslim, sio kwamba kishaslim ndio yashakwisha, akishajua kwamba akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah ndio imekwisha. La, tunajua kwenye Uislamu kwamba kuna nguzo za imani, si ndio hivyo? Pale kapata sehemu tu kwenye nguzo za imani. Sasa mpaka apate zile nguzo za imani 6 ndio ambayo ndio ile ziada ambayo nayo ni fardhu aini vile vile, anatakikana amjue Mola wake, kwa sababu anataka kufanya muamala na Mola wake. Kwa hivyo amjue Mola wake na ajue yale mengine ambayo yanamlazimu kuyaamini. Hapo ndio atakuwa Muislamu hasa aliyetimia, baada ya kuyajua yale mambo makubwa 6 ambayo ndio katika ile hadithi ya Jibril, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar. Akiyajua haya mambo 6 kwa utaratibu wake na muongozo waliotoa wanavyuoni katika kutufahamisha, basi huyo atakuwa ndio kakamilisha imani yake. Kinachofuata hapa ni kuingia katika ibadat
na muamalat. Ibada siweza kutekelezeka baada ya kumjua Mola wake mtu. Ibada yote haisihi ya mtu mpaka kwanza amjue Mola wake. Kwa sababu sharti ya kujua ibada kwanza ni kumjua unayemwabudu. Ndio maana Imam Ghazali rahmatullahi alayhi anasema la tasihhu al-ibada illa ba'da ma'rifati al-ma'budi. La tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'budi. Hakusihi kuabudu isipokuwa baada ya kumjua mwenye kuabudiwa. Unafanya ibada unamwabudu nani? Na Uislamu ndio ulivyokuja jamani. Uislamu umekuja katika mtiririko huu tunaozungumza. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha hayo. Tulisema hapa ndio juzi, lakini ndio tumesema tunarudia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza alituambia katika Qur'an tukufu fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Jua kwamba hapana anastahili kuabudiwa kwa haki, alafu wastaghfir li dhanbi. Jua, ukiambiwa jua maana yake unaambiwa vipi? Usome. Ndio hivyo, huwezi kujua bila kusoma. Kwa hivyo ukiambiwa jua kwamba hapana anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana yake Mwenyezi Mungu hapa anatupa amri ya kwamba kwanza tumjue yeye. Ili tukimjua ndio tutafanyaje? Tutaweza kumwabudu. Kwa nini? Katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu ni mkali kuliko mambo yote ni kushirikishwa. Na mtu asipomsoma Mwenyezi Mungu akamjua katika vile anavyotakiwa kumsoma akamjua, hana budi ataingia katika nini? Sababu atakuwa anabahatisha.